Binti alionja kashata akakuta ina sukari sana, akairudishia kwenye sahani ya CEO kwa bahati mbaya kwa kono lake la kulia. Kila mtu aliamini binti anajitafutia matatizo. CEO akala kashata iliyokuwa imetemwa na yule binti. Nyie mnashangaa nini? Wafanyakazi wote wakahisi binti anatembea na CEO. Siku 3 zilizopita CEO alienda kutembelea kaburi la mkewe. Alipokuwa makaburini, alikuta kuna mtu ameacha maua kama ambayo marehemu mke wake alikuwa anayapenda sana. Hakuna mtu mwingine duniani anayejua kuwa waifu alikuwa anayapenda ya maua zaidi yangu. Mwandiko wa kwenye hii karatasi niliyoikuta ndani ya maua unafanana kila kitu na mwandiko wa marehemu mke wangu. Nilipokuwa nakuja hapa makaburini nimepishana na mwanamke anayenukia kama mke wangu. Inawezekana mke wangu yuko hai, alimwambia kijana wake. Angalia CCTV kamera za hapa makaburini kujua mwanamke aliacha ujumbe ni nani. Alipoelekezwa aliko yule mwanamke, alikuta watu kibao wanamfanyia fujo. CEO aliingilia kati songo mbingu akamtetea yule binti. Amejuaje kama ni mimi? Huyu binti alikuwa anatarajia kurithi makampuni ya familia yao. Ndugu zake wakamtengenezea ajali ya gari akafariki. Alipofariki, nafsi yake ilihamia ndani ya mwili wa mwigizaji mmoja hivi chipukizi. Mwigizaji chipukizi alipigia simu familia yake na kuieleza kwamba yuko hai. Hakuna hata mtu mmoja aliyemwamini kwa kuwa walikuwa tayari wameshauzika mwili wake. Msaidizi wake alimchukua akampeleka moja kwa moja hadi kazini kwake. Alipofika ofisini alikutana na mashabiki wa mpinzani wake wakaanza kumshambulia. Mwamba akaingilia kati. Macho yake yanaonyesha kwamba huyo ni mke wangu. Dereva wa binti alishangaa sana. Ina maana bosi wangu anafahamiana na tajiri mkubwa kiasi hiki? We kaka, unikome, mimi sio mkeo, sawa? Niache. Koma. Kesho yake jamaa alinunua kampuni ya filamu ambayo binti anafanyia kazi. Binti alikasirika sana. Alikuwa bado hayuko tayari kufichua siri yake kwa wakati huo. Jioni binti alimpa lift CEO. Alipitiwa na usingizi akajikuta amelala kwenye bega la kulia la mchizi. Akawa anaongea usingizini. Baby nikumbatie. Jamaa akaanza kumchezea nywele akawa anaamini kwamba huyo ni mkewe. Baada ya masaa kadhaa kupita, binti alishtuka kutoka usingizini. Bosi, ulikutana vipi na mwanaume tajiri kama yule? Umemlalia kwa masaa 2 hata hajalalamika. Masaa 2? Ndiyo. Binti akagundua ugonjwa wake wa kukosa usingizi umepata dawa. Usiku binti aliagiza mto wenye umbo kama la CEO. Huu mto utatibu usingizi wako? Sina uhakika. Ngoja tuone inakuaje. Kesho tunaanza kushuti asubuhi, bye. Mwigizaji akajitupia kitandani akaukumbatia ule mto. Je, ndugu zake wakigundua kwamba hajafa, nafsi yake imehamia kwenye mwili wa mwigizaji watafanyaje? Kabla hujaondoka hapo chini kuna story inahusiana na changamoto wanazokutana nazo wanawake ambao ni watoto wa kwanza familia zao. Pia hapo chini kuna story inahusiana na bibi harusi aliyelala na rafiki wa karibu bwana harusi siku moja kabla ya harusi yao. Pia hapo chini kuna story inahusiana na maisha halisi ya asilimia kubwa ya single mothers. Naomba like, subscribe, comment, share. Usipotaka usilike, usubscribe, usicomment, usishare. Simu ni ya kwako bana, na kwako sikupangisha kufanya kama mwenye hasira za karibu. Acha kuangalia shorts, focus kwenye movie ndefu ziko kibao hapo chini. Asante kwa kuangalia Freeflix TZ.